Prince na TV. Leo tena tunakuja katika hoja yetu ya kuhusu maswala ya marefari yamekuwa pasua kichwa katika ligi yetu yenye thamani kubwa sana, namba 5 kwa bora Afrika, ila marefa wanakuwa wanashusha brand ya ligi. Bwana Mpoto Victor, hawa marefa wetu, wewe kwa jicho la pili, la tatu, la nne, unaonaje viwango vyao? Kila siku watu wanalalamika, mashabiki wa Yanga, Simba, Azam wanalalamikia marefa. Wewe unaonaje marefa wetu, wako sahihi kwa mwendo wao unaendelea, au wako nje ya uamuzi wao ndani? Unakuwa kitu gani umekiona bwana Victor Mpoto? Asante. Marefari, mimi kilio changu kwa marefari tu, marefari wa Tanzania kwenye ligi yetu NBC Premier League, marefari sina imani nao kabisa, hawako makini na kazi yao wanaoifanya. Sasa sijajua ni kitu gani kinachofanya wasiwe makini, sijui mawazo kwenye familia zao au kipato dogo, au wanaangalia Simba na Yanga. Maana zinapocheza timu ya Simba na Yanga na utamarefari wanafanya makosa makubwa mengi, wanawanyonga watoto, wanawanyonga wale wadogo. Sasa na mpira ni fair play. Unapokuwa kama refari wa ligi, unabidi unacheza mpira bila kuangalia mkubwa yupi mdogo yupi, zilisha fair kwa watu wote, 50-50. Unakuta refari anaweka penalti timu pinzani, ukiangalia kwa haraka au marudio yakiwa yaoneshwa sio penalti. Mtu yupo kwenye TV huko anaangalia kwenye kibanda umiza, yani wanasema slow motion ya marudio ile, na tukio lilotokea usika, upo kwenye kibanda umiza, unaona kabisa ile sio penalti. Lakini ukuta refari yuko pale pale ndani ya uwanja, yuko pale pale alipokata mchezaji, anadanganywa na mchezaji na yeye anakubali, anafunika, anaweka penalti. Marefari wa Bongo inabidi wajirekebishe, wamesomea kazi yao, waiheshimu kazi yao. Ile ndo karia yao inawafanya wanaishi na familia zao. Kama wana kazi nyingine nje ya urefari, basi waachane nayo, waachane na urefari, wafanye kazi zao nyingine. Sasa tunakuja bwana Mr. Kocha wa Pasopa FC. Unaonaje viwanja vyetu vya ligi yetu husika ya ligi kuu? Viwanja vina ubora, viwango vya juu au viwango viko chini sana? Viwango vyetu vya ligi kuu. Kochi, viwanja vya ligi kuu yetu Tanzania bado tuna ugonjwa wa viwanja. Tuna ugonjwa wa viwanja kwa sababu msimu unapoanza tunaambiwa viwanja vitatumika vya ligi kuu venye sifa wa mikoa yote ambayo imejaliwa kuwa na viwanja, lakini inapofika wakati wa viwanja kutumika ligi ya NBC, kile kitu tunachotangaziwa cha viwanja kwamba viwanja bora tunavyo, alafu tunachokuja kukiona ligi inapoanza vile viwanja, kwa kweli ni hatari kubwa sana kwa wachezaji wetu. Sasa ni hatari kubwa sana. Mimi nilibahatika kuwa Dodoma, naangalia mechi ya Prison TFF kwa ajili ya viwanja vyetu vya Tanzania. Mimi naona tuna viwanja vyetu tunavyoboresha kwa kutumia kodi zetu za umu, labda tunamwelea kodi nini zimakato ya mechi za mlangoni, zile tunamchukua bwana nani Mr. meneja wa uwanja anakabidhiwa Mr. nani bwana, ili fungwe, hebu tafuta watu watengeneze angalau wachukua tu, hata wanasema nini sheresha zile, kwamba manake viwanja sisi tunajua kwamba lazima tuone mashine zinafanya kazi uwanjani, zinapunguza standard ya nyasi, mchoro uonekane, unamwagiliwa maji, tuone watu angalau tuone hata wale watu basi wenye kazi. Maana tumeona hata juzi
Uingereza, mechi inaisha, refa watu tayari wamevamia uwanja, watu wanafanya kazi, huyu kashika yule na maji, mashine huyu anawasafirisha. After time watu wanarudi uwanjani, uwanja umetulia kama hujachezewa, inarudishwa nyasi sehemu wapi imebabuka pale. Mimi Tanzania kwa kweli ni ugonjwa mkubwa wa viwanja kwa upande wa chama chetu cha mpira, mama au baba TFF. Rais wa mpira wa Tanzania TFF nadhani analiona hili jambo. Viwanja bidi watolee macho, ligi yetu itakosa ubora, sababu inaonekana Kongo kuna baadhi ya Afrika wanaangalia ligi ya Tanzania sana sana sana. Sasa wataona uwanja kama wanafuga samaki au kambale. Ni aibu katika nchi yetu yenye amani, yenye utulivu mzuri, yenye upendo na wageni na sisi wenyewe tunapendana. Pesa inatoka FIFA bila shaka inakuja, haina bajeti. Yaani uwanja kama uwanja mbovu unaweza ikatoka bajeti kama milioni 10 kutengeneza uwanja, itoke hiyo hela, itoke ikasafisha uwanja. Ligi ina sponsor wengi. Rais wa mpira, ili swala la kwako, tunakuomba wewe ndio baba yetu wa mpira, tutatue tatizo. Uwanja kinakuwa kama malisho ya ng'ombe. Sasa hiyo sio ligi hiyo sio ligi daraja kwanza, hii ligi kuu. Tunasema si namba 5, Afrika ina nchi 54 bila kukosea. Sisi watano wao tumeacha mataifa wangapi? 49. Wote kazi kubwa sana. Umejitahidi rais wa mpira kuinyanyua mpira, una sifa zako na wewe, ila una uzoefu wako kama binadamu hujakamilika. Lazima ukosee. Tuwekee mazingira mazuri kwenye mpira. Wakemee marefa wawe na kozi zao. Waende kozi. Ili ligi iwe tamu zaidi. Waende kozi. Mtibwa wapate pointi kwa Simba, Mtibwa wapate pointi kwa Yanga, timu ndogo inajinufaike. Bodi ya ligi na TFF na serikali yetu ya Tanzania ambao wanajihusisha na michezo ndani ya Tanzania wana uwezo mkubwa, wakakaa chini, wakakaa meza moja, wakaongea tunafanyaje kuhusu viwanja. Sisi tunashika ligi yetu tunashika nafasi ya 6 kwa ubora, kama sikosei nafasi ya 5 kwa ubora. Alafu tunakuwa na viwanja kama vile sisi ndio mahost AFCON 2027, alafu tunakuwa na viwanja kama vile. Kuna wachezaji wanatoka nchi mbalimbali wanakuja ndani ya Tanzania, wanasikia Tanzania ni nchi ya 5 Afrika. Leo wanakuja wanaona kiwanja kama kile cha Dodoma, makao makuu kabisa ya mji. Kwa nini mseke hela? Kiwanja kinakuwa kama mbele. Nakuwa hapo sawa. Hata uwanja wa Mtibwa nao unabidi kidogo urekebishwe nao. Una makasoro yake kidogo. Ila nyasi nzuri, kuna madimbu kidogo yake sawa. Viongozi wa Mtibwa tunakuombeni fanyeni ile swala. Timu yenu nzuri na ina expire academia nzuri, lakini mazingira mazuri kidogo katika uwanja wenu. Sio mbaya, ina green nzuri. Kuna mashimo tu kidogo, wekeni sawa pale. Ya Dodoma kama Dodoma, Jamhuri, rekebisheni uwanja. Atakuja Yanga atacheza pale atalalamika, atakuja Azamu atacheza atalalamika, atakosa pointi 3 kwa sababu uwanja wenu. Rekebisheni uwanja. Uwanja mkubwa mzuri, rekebisheni tu pichi yenu. Ili iwe na msisimuko. Ndugu mtazamaji, hoja yetu kwa leo kwa ajili ya marefa na kwa ajili ya viwanja, nadhani wakuu wa mchezo hii wataifanyia kazi.